Hello, habari, naitwa Emeritus Kiliani, nipo kwa ajili ya kuendelea kuchambua kitabu cha Defeated Laws of Power, ambapo siku ya leo tutazungumzia sheria namba 3 ambayo inasema conceal your intentions, ambapo kwa lugha ya Kiswahili maana yake ni kwamba ficha malengo yako. Bwana Robert Greene kwenye sheria hii anasema kwamba jitahidi sana unapokuwa na malengo fulani, unapokuwa na idea fulani, basi hizo idea uzifiche ili watu wasiweze kuzijua. Anasisitiza kwamba unapokuwa na malengo yafiche, watu wasiyajue ili yasiweze kuwa exposed, lakini pia lengo la kufanya hivi ni kuhakikisha kwamba yanakuwa free from any kind of threat, kwa sababu unapo expose malengo yako kunakuwa na threat nyingi sana zinakuja, lakini pia unapo expose malengo yako wewe mwenyewe unakuwa una limit uhuru wako wa kuweza kutekeleza hayo malengo, kwa sababu binadamu ni wengi na kama unavyofahamu kwamba binadamu wana tabia tofauti. Kwa hiyo wachache ambao watakuwa wanakusupport asilimia 100 kwenye idea yako, wengine watakapoona idea yako ni nzuri watakopi, lakini pia wengine watakapoona na idea nzuri watahakikisha kwamba hiyo idea haitekelezeki, kwa maana wataiblock hiyo idea ili usiweze kutekeleza. Unajua kiuhalisia tunaishi kiadui kwenye hii dunia, kila mtu anapambania tonge, anahakikisha kwamba yeye ndo anafanikiwa kuliko wewe. Kwa hiyo binadamu ana uwezo bila sababu ya msingi yoyote kublock tu kwamba anataka wewe ukose na yeye akose. Yaani anahakikisha kwamba wewe hufanikiwi hata kama yeye hafaidiki chochote kile. Yaani anachotaka ni kwamba kuhakikisha wewe hufanikiwi. Kwa hiyo kuwa makini na watu wa namna hii. Unapokuwa na idea, acha kuexpose. Jitengee muda wewe mwenyewe, panga mpango wako vizuri, alafu hiyo mipango iweke chini ya kapeti. Tekeleza kimya kimya, watu washtukie matokeo tu, wasijue ulikuwa unafanya nini. Yaani acha matokeo yazungumze, acha matokeo ya mipango yako izungumze kuliko wewe kuzungumza plani zako. Binadamu wenye roho mbaya ni wengi, watahakikisha kwamba wanakublock, haufanikishi hayo malengo. Wanasema kwenye utekelezaji wa malengo yako pia ni bora wakati mwingine uonekane ni mjinga kuliko kuonekana mwelevu. Mwisho wa siku ukionekana mjinga, lengo sio kuwa mjinga, ile lengo ni kuonekana mjinga. Ukionekana mjinga mbele za watu, faida zake ni kwamba utakuwa na watu watakudharau na hawatakufuatilia. Kwa hiyo hata idea ambazo utakuwa unazizungumza, watu wataona kabisa huyu ni mjinga, hana chochote kile. Kwa hiyo unapojionyesha mjinga kwa watu, una buy time ya wewe kufanya mambo yako strategically, ya kufanya mambo yako kimbinu na katika namna ambayo itakusaidia kufanikisha hayo malengo. Na wakati mwingine nasisitiza pia kwamba ni vyema wakati mwingine utengeneze plani kwa ajili ya kuwapoteza watu maboya. Ukiwa na idea fulani nzuri, badala ya kuwaambia watu ile idea, basi tengeneza idea nyingine ambayo ni decoy kwa ajili ya kuwapoteza watu maboya. Yaani ni kwamba unatengeneza idea ambayo watu watakuwa na concentrate nayo, wakati huo wewe unafanya mambo yako chini ya kapeti. Na mwisho wa siku watu wanashangaa matokeo, wanashangaa huyu bwana vipi, mbona tulikuwa tunamwona mjinga na amefanikiwaje hivi, imekuwa kuaje, yani mbona ghafla hivi, hatukumzoea hivi, hatukuwahi kumwona akifanya vile na vile. Hapo tayari umeshawini. Hii dunia tunayoishi ni mwendo wa kupigana vita. Vita nyingine sio mpaka upigane kwa maneno au kwa mangumi au kwa silaha, hapana. Vita nyingine inapigana kwa idea zako unazozifanyia kazi. Unapaswa kuwa very strategic kuhakikisha kama binadamu yeyote yule hawezi kuvamia idea yako na kukudhuru kwa namna yoyote. Asanteni.